Kisa na mkasa yalonikuta da, subiri kwanza machozi nafuta, nikikumbuka jinsi nilivyompata ga, msichana mrembo mtamu kama mbatata, nilivyompata nilizani nimepata, kumbe nimepatikana. Mimi na Diamond ni two different kind or two different people. Sababu Diamond ni Diamond, mimi ni 20%. Mimi muziki wangu unaishi sana. Diamond anatoa muziki kila siku. Lakini nikimzungumzia Mr Nice, mimi kwangu bado ni mwanamuziki mkubwa. Kwa sababu bado kuku bado anapanda baskeli na bata anavaa laizoni. Kuku bado anapanda baskeli. Mimi nimeona tu kwenye magari wanakataza na matreni, lakini kwenye baskeli kuku hakatazwi. Kwa hiyo kuku bado anapanda baskeli. Hapo dunia inamsahau, kwa sababu hata wewe nikikuuliza miezi mitatu iliyopita Diamond atoa wimbo gani, utaniambia wimbo gani? Wewe utanitajia tu wimbo wa Koffi Olomide au utanitajia huo wimbo mwingine. Tunachoweza kusema hata Diamond ashawahi kuniambia mimi, brother, natamani kuwa kama wewe. Maana mimi nilivyo sibebwi na mashauzi, sibebwi na kiki, sibebwi na mtandao, mimi nabebwa na maandishi. Mkiniuzi naondoka. Okay, Lakini mimi Burundi namjua kidumu. Basi yeye mwenyewe tu. Nilikuwa najua Lolilo ni wa wapi? Lolilo ni wapi? Lolilo ni wa Burundi. Minagwaja double ja flavor, I guess you dingo, I guess cool. Call me big on the mic, www.blacktv.com. Instagram to Facebook. Nicho kio sana tangu maziningu. Anyway, today niko na mtu ambaye special kutoka Dar es Salaam, na si mwingine 20% msanii ambaye alifanya makubwa sana hapo awali kidogo paka hivi, alifanya mazuri sana hivi napo iko Burundi, ambapo alikuja kwenye show kubwa sana, gangi sana, show ambayo alikuwa na Kidumu, Kibido, Kibuganizo pamoja na Sakbi na Kilikuna wengineo. 20%, karibu sana bro, hii ni Black TV. Karibu sana bro. Asante. Uko sawa msasa? Niko sawa kabisa. Uko fresh? Kabisa. Karibu sana. Asante. 20%, sisi tukujua kitambo sana, miaka ya nyuma kidogo, kwa mtu ambaye akakana ananisa hapa, kwa mtoto ambaye akakana azalikiwa akisikia 20% sauti ni ile hapa ishabadilika. Kawaida sauti ile kwa sababu mwenye sauti ni yule, isipokuwa tunaweza tukabadili melody, kwa sababu muziki utatuambia tubadili melody. Lakini sauti ndio hiyo tu. Ya nini marumbado? Kisa na mkasa yalonikuta da, subiri kwanza machozi nafuta, nikikumbuka jinsi nilivyompata ga, msichana mrembo mtamu kama mbatata, nilivyompata nilizani nimepata, kumbe nimepatikana. Anyway, nilikuwa shabiki wako kitambo sana. Nilikuwa nafuatilia sana muziki yako ambayo ilikuwa inanigusa moyoni kiukweli. Anyway, zile ngoma ambazo ulikuwa unaimba ilikuwa nyimbo za maisha. Nikisema nyimbo za maisha ni nyimbo ambazo zilikuwa za touch sana kwa maisha ya watu. Ilikuwa especially kwa kutoka wapi? Mwanamuziki ni mtume. Mwanamuziki ni mtume. Wende yeye asikutwe na hilo jambo, lakini anaandika kwa ajili ya watu wengine. Hapo sasa unaichanganya mwanangu. Inakuwaje mtume? Okay, nishaelewa kidogo mtume, sawa. Lakini giso kwa kuandika zile nyimbo, ilikuwa ina maana gani kuandika zile nyimbo? Lengo la kuandika muziki, kwa upande wangu mimi naandika muziki ili nimkomboe anayenisikiliza kifikra, au nimliwaze yule mwenye majonzi, au nimfurahishe yule ambaye ana huzuni. Kuna interview ambayo wakufuata kupitia chombo cha habari cha Tanzania, ambao liwa kusema kwamba yale ilikuwa ni maisha ambayo liwa kuyapitia, ndio maana unaimba vile. Ni kweli ama ni vingine tu ambavyo unaimba tu na watu wasikie kile ambacho unachokiimba? Kikawaida mwanamuziki, umeona mimi ni Mtanzania, lakini huku Burundi wako mashabiki zangu, kwa sababu mimi siimbii taifa, mimi naimbia mioyo. Siimbii taifa, naimbia roho. Siimbii taifa, naimbia wenye macho na masikio. Ambao Burundi wapo, Rwanda wapo, Kongo wapo, Afrika nzima wapo, dunia nzima wapo. Kwa hivyo kama nilivyosema mwanzo, tunatunga nyimbo sio tu kwa ajili kwamba yametukuta. Ni machache tu ambayo nimeimba yalionikuta.
lakini mengi niliyoimba yanawahusu watu. Yeah. Kuna filamu ambayo ulicheza inaonyesha maisha siwezi kusema kwamba maisha halisi ya 20%, lakini maisha ambayo tuliosia kwamba ni like ni maisha yako ambayo uliyopitia. Tungepata tujue maisha ya 20% kiukweli. Yani yeye anaanza yani maisha yako kivipi? Ningependa kujua. Kuhusiana na filamu ya Furaha Iko Wapi, watu wengi wamekuwa wakiniambia pole kwa kufiwa na Mama Neema, lakini wanapatia sababu Mama Neema original kweli amekufa na Neema amebaki bila mama, lakini yule aliyeigiza ni muigizaji na hata yule Neema aliyeigiza ni muigizaji. Yeah. Utofauti ndio uko hapo tu kwamba wale ni waigizaji ila kiukweli ni historia kweli. Yeah. Historia kweli ambayo ilikukuta. Yeah. Maana yake uliingia kimapenzi na mwanamke alafu kwa wakakukataa wewe. Yeah. Alafu wakawa yani kama ilivyo hiyo story ya movie ndivyo ilivyokuwa. Yeah. Kuna watu ambao hawajui story ya movie yenyewe. Wangependa kujua ile story. Kwa sababu mimi naijua kwamba ninaijua, siwezi kusema naijua kiundani sana kwa sababu ni movie ambayo niliona kitambo sana, miaka ya nyuma sana. Lakini wanaweza tukumbusha kidogo story ya movie kidogo la Kasamale. Sawa. Ile movie ilikuwa ni ya mwanamuziki. Na wakati fulani ilikuwa nyimbo zangu hazikuwa zinachezwa radio. So nikazichukua nyimbo zote nikazifanyia movie na kuzitengenezea story. Kulikuwa kuna movie inaanza na story ya Manemane. Ikaenda na story ya Binti Kimanzi kukataliwa ukweni na mwanamke wako kukataliwa kwenu. Alafu baadaye tukaenda na story ya Ningekusamehe, mwanamke alikuwa na una hela, sasa umepata kidogo, anataka sasa ajiweke karibu. Tukaenda mpaka mwisho tukamalizia na story ya Mama Neema. Ndio hiyo mtoto amefiwa na mama yake wakati yeye akiona siku 8 toka amezaliwa. Yeah, ilikuwa ni movie ya hivyo. Badala pale ya movie after pale. Tulipasa nafanya anaenda maisha kivipi kwa sababu movie yenyewe ilishia na mtoto, tulipasa ashakuwa star na kila kitu. Alafu maisha pale kwaje? Maisha pale yalikuwa hivyo mpaka hivi unavyoniona, sababu kuishia pale kwenye movie ndivyo kuanzia hapo kwenye muziki. Hata ile movie ilivyokuwa inaisha ndio inakuwa inaonyesha kwamba 20 amefanikiwa sasa kimuziki. Yeah. Na ile mtu ambaye alikuwa kusaidia kimuziki mpaka hivi mgaliki nayo ni amko naye tena. Nimesaidiwa na watu wengi, labda ningejua kwenye muziki, kwenye ile filamu ambayo ulioicheza kuna mtu ambaye kusupport muziki wako. Okay. Huyu namuongelea Brighton. Yule Brighton ni producer. Sasa hivi yeye ndo anaproduce kwenye channel fulani za Azam TV. Anaproduce na sauti za wale watu Arabu wanaongea Kiswahili na vitu fulani. Yule anaitwa Brighton, alikuwa Backyard Record ambayo mmiliki halisi alikuwa ni Marem Complex mpaka akaiacha mikononi kwake yeye. Yeah. Yule ni rafiki yangu sana. Yeah. Japokuwa yeye hakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwenye True Story akuwepo, isipokuwa katika uigizaji ndo alishiriki. Yeah. Tukiendelea na maisha yako ambayo ni ya kimuziki fulani, kabla kwanza tuingia kwanza Burundi, kwa sababu leo tunakukuta Burundi afu tunikona mkoani kufanya show, right? So tungependa kujua wewe kama wewe ulitamba sana kitambo ile miaka yako. Ulinayo tuko na Diamond Platnumz kama msanii ambaye anaongoza na Bongo Flava. Ile wakati alikuwa ngaliki chini sana. Na hivi ukimwona pale unamchukulia aje? Mimi na Diamond ni two different kind au two different people. Sababu Diamond ni Diamond, mimi ni 20%. Mimi muziki wangu unaishi sana. Diamond anatoa muziki kila siku. Naweza tukumzungumzia hivyo basi. Muziki unaishi sababu yake, muziki wako unaheshimu watu sana. Yeah. Afu yeye muziki yake ni pale pale tu. Maana kila siku yeye anaimba, mimi nimeimba miaka mingi, lakini hata leo niko Burundi nafanya show na Mama Neema ambao nilimba miaka mingi. Manemane nilimba toka mwaka 2004 na 5. Yeah. Ina maana Diamond ana nyimbo ambazo anaweza kaimba paka yeye watu wasimsahau. Ili awepo lazima aimbe kila siku. Aibe kila siku maana yake unamaanisha? Ili awepo lazima aimbe kila siku. Yeah.
Okay, wakati wako ilikuwa ni muda ambao tulikuwa mjua sana 20% pamoja na Mr Nice leo wakati wenu kabisa. Walisema kwamba kuna Mr Nice wakati alikuwa pale alisema kwamba sioni kwamba Diamond atakuja kuwa msanii mkubwa kama mimi kisi nilivyokuwa. Hiyo kauli ya Mr Nice ambayo ilitamka hiyo wakati, wewe kama wewe nadhani kama ulisikiaga, I guess ulisikiaga, ulichukua aje kama hiyo kwa mtu ambaye anafuatilia sana muziki au kwa msanii? Bahati mbaya mimi ni mtu ambaye sifuatilii sana habari za wanamuziki au wasanii wenzangu, sababu if you need to be happy, you don't need to concern others. If you need to be happy, you don't need to concern others. Yani achana na wengine ili wewe na furaha yako. Lakini nikimzungumzia Mr Nice, mimi kwangu bado ni mwanamuziki mkubwa. Kwa sababu bado kuku bado anapanda baskeli na bata anavaa laizoni. Kuku bado baskeli. Mimi nimeona tu kwenye magari wanakataza na matreni, lakini kwenye baskeli kuku hakatazwi. Kwa hiyo kuku bado anapanda baskeli na bado bata anavaa laizoni. Isipokuwa nikimzungumzia Mr Nice akisema Diamond miaka mitatu. Diamond anaweza kufanya ile miaka mitatu kwenye chata. Hawezi, hapana. Akisha ipiti miaka mitatu ishapita deja. Hapana, kama nilivyosema, Diamond akiacha kuimba azipite siku 3, sio miaka mitatu. Yani akiacha tu kuimba hapo dunia inamsahau, kwa sababu hata wewe nikikuuliza miezi mitatu iliyopita Diamond atoa wimbo gani, utaniambia wimbo gani? Wewe utanitajia tu wimbo wa Koffi Olomide au utanitajia huo wimbo mwingine? Hebu nitajie. Mimi lakini mimi wimbo wangu wa Mane Mane nimefanya toka mwaka 2005. Wewe unaujua na bado haufutwi kwenye memory yako, kwenye flash yako, hata kwenye memory card bado unayo. So wakati Mr Nice anasema Diamond hawezi kuwa mwanamuziki kama yeye alikuwa anashindwa kuelewa. Unajua muziki ni keki kubwa sana, au muziki ni chakula kikubwa. Unaweza ukakaa upande wowote ukala ukashiba ukatosheka sana. Inategemea tu wewe umeamua kula kwa uzito gani. Tena hautamaliza hata ukila miaka mingapi, sababu kulikuwa na watu wengi sana kwenye Bongo Flava. Hata Afrika kulikuwa na watu wengi sana, kina Self Keita, kina mama wengi sana wakina mama, wakina baba, wengi walikuwepo. Lakini hatuwezi kufananisha kipato walichokuwa wanapata wale na kipato wanachopata watu wa sasa hivi. Hata kwa wacheza mpira iko hivyo. Usije ukaniambia Maradona hata angecheza vipi mpira asingemzidi kipato Ronaldinho. Hata Ronaldinho acheze vipi hawezi mzidi kipato Messi. Maana Messi mpaka kesho analipwa tena, ananunuliwa tena. Ila Dinho kasha staff, ameshakuwa faza. So tunachoweza kusema, hata Diamond ashawahi kuniambia mimi, brother, natamani kuwa kama wewe. Nikamwambia kama unataka kuwa kama mimi, andika. Maana mimi nilivyo sibebwi na mashauzi, sibebwi na kiki, sibebwi na mtandao, mimi nabebwa na maandishi. Mimi naandika sana muziki. Paka hivyo naandika. Ndio maana muziki unaishi. Tukienda na muziki wako wakati ule kwa kutoa sana, lakini kwa sasa Burundi hatukufuati sana. Manake muziki yako sijui kama muziki yako haipandi sana kivile ambavyo sisi tungekuwa tunategemea. Sijui kama hicho kitu ambacho wewe mwenyewe ulikuwa unakitambua hicho. Sio nyinyi tu Burundi, na Tanzania na sehemu nyingine nyingi. Kwa nini hasa muziki yako haipigwi sana kama zamani? Kwa sababu tunachoka muziki yako ni muziki ya touch charts za watu. Unajua muziki kama Tamaa Mbaya ukiamua kuweka kwenye top 20 utakaa namba 1 siku zote. Kwa hiyo lazima tuutoe pale, tuweke nyimbo ambazo zinakuja leo zinaisha kesho, zishindane, lakini kuna nyimbo hazishindanagi. Kwa hiyo hata mimi, nyinyi hamunifuati na sehemu nyingi hawanifuati sababu sitoi nyimbo kila siku. Maana ningekuwa niko kwenye ule ushindani wa leo ngoma kesho ngoma, lazima tu mungekuwa mmeconcentrate. Sasa hicho ndio kitu ambacho tunakuja kukifanya. Kabla kwanza tunafika huko kidogo, kwanza tuongelee kwanza muziki kwa Burundi na Tanzania. Leo ulifika Burundi. Ni mara ngapi unafika Burundi hapo?
Unakuwa mara ngapi unafika Burundi? Sikumbuki, lakini nimefika mara nyingi sana. Na mimi nakumbuka pia, lakini sikumbuki kidogo, lakini kuna siku ambayo niwahi kukuona alikuwa kwenye show fulani hivi kwenye Musée Vivant, right? So leo uko Ngozi, ulifika aje tena huko? Kwa sababu kuni mbali pita Bujumbura afuka kuya paka huko. Sasa yani unajua wakati unauliza maswali, uliza maswali ambayo mshabiki anapenda kujua. So unauliza kile kitu ambacho wewe unaona ni wasiwasi. Wewe kwako Tanzania ni mbali, lakini mimi kwangu Tanzania ni kufumba na kufumbua. Nauli hasira tu. Hata hapa mkiniuzi naondoka. Hey. Okay, Alright, tuendelee sasa na upokezi ambao Kiswahili kupokea Burundi. Yeah. Mapokezi uliona ulipenda au pao kitu ambacho hukupenda? Nimefurahishwa sana sababu mtu anayekwenda sehemu mara nyingi ujue amefurahishwa na hiyo sehemu tangu mara ya kwanza. So bado we live the same. Yeah. Kuna tetesi ambazo tulizosikia chini ya carpet ambazo zinasema kwamba unataka kuingia kwenye management ya mtu ambao kutoka Burundi. Yaani utoke Tanzania kuja kuishi hata Burundi. Ni kweli ama si kweli? Kama ni kikazi hapa ni ekari nyingi. Hapana kikazi, ni kweli ama si kweli? Uwezi ukasema ati ni kweli au si kweli na wakati wewe bado haujafanya mkataba wala haujafanya chochote na mtu yeyote. So kama hicho kitu kipo, jamii iliyoko Burundi ni kama jamii ya Tanzania. Hata wa Tanzania pia wanataka kujua 20% anataka kufanya nini Burundi. Yeah. Great. Okay, tuna kipindi chetu kidogo afu tumalizie. Kuna wasanii wengi hapa Burundi. Najua kuna wengi ambao unajua. Wasanii wangapi ambao unajua? Kama 5 tu ambao unajua. 5 siwezi sababu mimi hata Tanzania ukiniuliza wasanii wangapi ambao unawajua wanafanya vizuri nitashindwa. Lakini mimi Burundi namjua Kidumu. Basi. Yeye mwenyewe tu. Nilikuwa najua Lolilo ni wa wapi? Lolilo. Ni wapi? Lolilo ni wa Burundi. Naye namjua. Alafu mwingine. Na watu ambao mlikuwa kwenye stage moja watu wote. Hapo. Mimi wote nimeona kwenye fries kwenye matangazo tu. Kidumu nani Kirikusi wae onana naye. Hata hawa Ingos nimekutana nao hivi ndo first time. Na wengine wengi siwajui. Niwe mkweli. Hata mimi kuna watu Kimanzitana pale nilipozaliwa hawanijui. Hao wote kuko sawa hapo tu ya. Mnamjua huyu? Wao ni rahisi kunijua. 20%. Wamekuja tu kunifuata 20. Sasa kwa nini wasinijue? Kuna huko show inaendelea wamekaa hapa. Na Afrika nyeshi kapiga wakaendelea kufuata. Iko hivyo. Wakikwambia utamani kufanya collab na msanii kutoka Burundi, atamani kufanya collab na nani? Na mtu yote ambaye nitamfahamu kwa sababu kuanzia wakati huo nitataka kumfahamu mtu mwingine. Maana Kidumu unamfahamu zamani lakini bado sijafikiria kufanya naye kazi. Lolilo nilikuwa nataka kufanya naye kazi kwa sababu kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Jackie, ni marehemu sasa hivi. Ni producer. Yule ndio alikuwa anataka kunikutanisha na Lolilo lakini mambo yakaingiliana. Nafikiri sasa hivi aishi Burundi. Ashafariki kidogo. Lolilo na Burundi. Dr. Jackie ashafariki. Ndio, ameshafariki najua. Lakini Lolilo yangaliki. Dr. Jackie ameshafariki najua. Na ni rafiki yangu mno. Lolilo angaliki Burundi pia amechaguliwa kuwa ni best artist of the year na kiongozi cha muziki Burundi. Sawa, ni vizuri. Anyway, ukijaribu kutizama muziki wa Tanzania na Burundi, ni muziki ambao uko somehow different, right? Unahisi kwamba ni kipi ambacho tunachokikosa sisi Burundi kusana sisi tukue kama wengine kwenye muziki? Kwa sababu muziki wetu ungali down kidogo kuliko muziki wa Tanzania. Unajua kinachomtambulisha mtu ni lugha yake. Kitu chochote kinachomtambulisha mtu kwanza ni lugha yake. So mjaribu kuitangaza lugha yenu kimataifa. Ili mradi muziki ukifika kokote watu waelewe unaimba nini. Hicho tu. Great. Kitoka hapa tunafuata ni watoa nyimbo Burundi ama unajua? Mimi sasa hivi niko na wimbo wangu unaitwa Nipeleke kwa Mama, ndio nimetoka kuufanyia video. So baada huo kuna wimbo ambao nimefanya na marehemu Dr. Jackie unaitwa Komona Yango.
Baada ya Komona ya Ngoo kuna Nyumba ya Amani. Hiyo nyimbo iko bado hajatoka. Zote hazijatoka yeye. Sasa nayo ya Dr. Jack. Bado haijatoka. Kitambo sana. Ni kitambo. Mimi niko na nyimbo nyingi kwenye desktop yangu hiyo. Kipa machozo kuambia mashabiki zako pia na Tanzania kwa ujumla ambao watufuatilia kupitia Black TV. Na wapenda. Hicho tu. Inatosha. Namalizia tu hapo. Upendo mmoja, mpende baba kama mama, mpende jirani kama ndugu, mpende ndugu kama jirani, mpende rafiki kama mtu yoyote. Mpende adui ili mradi akajiulize. Kata tamaa. Usiniimbishe, nimechoka. Niwe niko na 20% kutoka Tanzania, Bongo Flava. Tuliza moyo wako, tuliza moyo, bali mapungufu yako. Kubali kuna vitu wewe huna. Kijana wote nitawaona hamamana. Tunarudisha na nyuma mambo ya kuibiana. Wote tunamwona polisi kupelekana. Tuliza moyo wako, tuliza moyo, hali mapungufu yako. Rahisisha mahitaji yako, ongeza kipato chako. Hebu kumbuka kuongeza kipato chako. Tungata mambo ya. Jiulize, sifa ya macho ni nini? Sifa ya macho ni kuona, na mara nyingi macho yanaona vitu vya watu. Macho hayajawahi kutazama vitu vyako, na ndio maana unaweza ukaona mwanamke wa mfanyakazi wako ni mzuri sana kuliko wa kwako. Sifa ya macho kuona, yani kutazama kinachoonekana, ila sio kila unachokiona. Utazani kupata inawezekana. Nyumbani kuna masichana, jiani utaona wengi wasichana. Bora kuishia kutazama kuliko kujifanya unaweza sana. Siri ya maisha yako ipo kwa Muumba. Akisema mbuzi ni mbuzi, hawezi kuwa simba. Hawezi kuongea eti anaposi kuimba. Bora kutulia ama kupiga marimba. Tuliza moyo wako, tuliza moyo, hali mapungufu yako.